It has been a minute and we are back. Hello, karibuni sana kwa channel yangu. Leo kwa studio niko na Edika Makabila mwenyewe. Yes, Sema kitu Edika. niko poa and it's been long. So Yeah. I feel happy to be back at Kasembeli TV. Karibu sana. Mm. Leo pia tumefanikiwa kupatana na jamaa wa Arsenali hapa anaitwa Ken. Naitwa Ken na I'm glad kwa Kasembeli TV. Well, a lot of things have happened since we were here last. A lot. We'll just do generally tujue how it has been. Bwana Edika, bwana Chelsea na Manchester sasa mnapelekana hivi win. Tell us more. Yes, Eh, Chelsea and Manchester, the most informed teams in the Premier League at the moment. They have won 4 games in a row, both of them. I think also the energy of the new manager bounce is there. So players are still learning on the new manager, how to play, how to do this and this. So umesema siri ni new manager bounce. Hiyo ndio siri. manager bounce. Yeah. Edika, Mr. Ken. Bwana, Yes. tulikuwa na wewe Volt hiyo siku Manchester ikitufanya maneno. So far games zenye zimebakia 13. Sasa ni high time tuanze kufocus na zile games sasa zinakuja. Juu sidhani kuna room ya era ingine. So ni to focus kwa hizo game, one game at a time. Hiyo ya Manchester inafaa ikuwe like ilikuwa to learn na tuanze ku step back from tuanze ku step up from there. Juu saizi I don't think tuna stand ku make any error moving forward. Sema it was a setback of learn from the setback. Yeah. What do you think between Manchester na Chelsea, Ken? Na umeona juzi before nikuulize hiyo swali, tell me more about game ya Liverpool na Man City. Liverpool na Man City, I think Man City walikuwa kwa hiyo game ilikuwa na meaning mob kuliko venye ilikuwa kwa Liverpool. Juu Man City wange afford kufamba hiyo game hata draw, ilikuwa inamaanisha Arsenal tungekuwa in a better stature ya kuwin league. So hiyo game hata Liverpool na Man City ingeenda draw, ingekuwa loss kwa Man City. So the least Man City wangepata kwa hiyo game. But still Liverpool City they had no haikuwa game ya maana kwao. They are chasing top 4. Okay. Yeah. Manchester wanashinda Liverpool. But generally I think Man City kuendea kikombe ilikuwa more important kuliko Liverpool venye wanaweza sema wanafightia top 4. It's like now, for example, today West Ham are meeting Manchester United. Manchester United venye wako they are chasing top 4. So wanasema league by the way, wanasema they can reach 8 points. Arsenal will lose 4 games. So do you think game yao na West Ham, utasema West Ham hawahitaji game sana sasa? Hiyo game ya leo nayo itakuwa ngumu because pia they are chasing hiyo game ya leo nayo. I don't think West Ham wanaweza afford kulose hiyo game. Juu West Ham penye wako unless wakipio run yao ya kuwin, chances zao za kuovertakiwa hata na Burnley inaweza kuwa possible. Juu hata Nottingham wenye wamemaliza la season number 6, dhani saizi watakubali kumekera ya kumaliza namba nini na number 17 or rather number 18 yenye itawa guarantee kwenda relegation. Edika, we come to Chelsea. Yes. Cole Palmer. Starboy huyo. Hat-trick. Cole Palmer has scored I think 3 first half hat-tricks. He's the only player to do that. And I think he's getting back on form. And I think he has come back at the right time. Given that we have many competitions we are chasing, also for finals here and there. And I think it will be, he will help us a lot. Atatusaidia sana before the end of the season. For how long should we wait before honeymoon ya Rossini aisha? Juu since akuja I think
only Arsenal ndio imemchapa. Ah. Eh, I think Rossini aliletwa ndo acreate momentum kuwa tuna win games nini and all that. Juu ukiangalia the time ya Maresca tukwa win 4 games in a row. I think even if we did, we only did once, especially in the Premier League. And also we are dropping a lot of points against these small teams. So I think Rossini amekuja na new strategy pia na new energy in that. So I think going forward we are still going to win more games, I believe. on the same, what Yes. do you think about Tottenham Hotspur? They only let have Thomas Frank to improve on how they performed last time. Yeah. Kuna shida mahali. Tottenham Hotspur, but they always have problems. Hata unaona kuna hata, if you can remember very well, last season they were almost in top 4 na by the time season ilikuwa inaisha walikuwa kwa number 15. So sometimes wanakwanga very unpredictable, and also the signings that they do sometimes. Unaona kama sahii wameleta mtu kama Gallagher is not a pure number 6 footballer at Tottenham. Na ukiangalia ile Tottenham inataka ule mtu mwenye anaweza cheza number 6 poa, at least ana But protect I the think defense. Palhinha is well to task, but sahii unajua Gallagher is being deployed there kwa sababu Palhinha amesongesha kwa back 3 kwa sababu of their defensive nini, wako na shida I think kwa right back hawana Poro and Yeah, plus pia hatuwezi wa focus kwao sana juu they have a lot of injuries. I think almost 12 to 13 players are out injured, and most of them are starters, so we can give them that, I don't but they are think, not but in a good form I'm at the sure moment. from Arsenal to Wolves kila timu imekuwa na good share of injuries along the Yes. don't you think, and we know hata next season tuko sure haijaanza lakini tuko sure kuna timu itakuwa na injury. Don't you think sometimes it's isha timu iko prepared mapema juu Yes, but unajua tu zingine Tottenham they fired that coach mwenye aliwashindia kikombe, si ndio? Then they decided to select a new one. So this new one, they had a hopes in him. They even signed a contract, I think 3 years contract. And so far, he has not been delivering results. Even Brentford, mali alitoka, is performing better than Tottenham at the moment. So I don't know. I'm not sure, but I feel if you are a coach, your identity in a team has to be established very fast. so what is his fate juu sahii venye kuko If he okay, fate ya Thomas Frank, I think especially Premier League, especially managers, they don't get a lot of time with providing the clubs spend a lot of money and all that. So they have been patient enough. I don't know if they last until the season ends, but I think if he continue losing games and they are already in the relegation battle, and if don't get there quickly, I think Thomas Frank will have to be sacked. wako na West na Newcastle leo Ken. What do you think kuna time atajiri leo ana redemption time ama I think Thomas Frank anafaa apewe tu time kidogo. In as much as tunaongelea teams zimekuwa na injuries, I think Tottenham ndo wamesuffer sana kwa injuries. Saizi tunaongelea almost 13 players wamekuwa nje. Alafu lately tumeona Udogi ni kama ametoka akilimp, ni kama ako na injury tena. Plus Romero pia ameingia tu kwa hiyo list juu ata miss games zingine kama 4. Tukimcompare akiwa Brentford, ile consistency alikuwa nayo na venye alikuwa amejaribu kumold nini Brentford, I think tu ana need kupewa time kidogo. Then ata nini with no time tutaona wakijiredeem, considering tu bado amejaribu kupush Champions League hadi amequalify Champions League kwenye kuna timu ngumu. I think with time nao wasee wakianza kurudi tu pole before season iishe watakuwa wamejiredeem. Plus ukiangalia hiyo gap factor EPL
team hazijaachana sana. Ni ile hata ukiwin consistently 4 games ama 5 unakuwa umeshoot juu kabisa. Talking about Champions League, naona timu za England zimejikakamua, zimeenda the next round. What in a nutshell, wewe unaonaje, how will it go? Man City will iko, Arsenal, Liverpool, Chelsea, Newcastle. I think eventually tuta experience team ya IPL zikienda semis na final, considering Newcastle wako na game na Carabao is a knockout, na nani nawapea upper hand kuwin? Newcastle nawapea upper hand kuwin, na za IPL already zisha qualify 5 hapo hivi, so chances are zikianza kupeana kwa knockout, na feel level ya IPL kuna venye size imepanda kidogo, na feel tukiangalia hata hizo previous results, tumeona Chelsea walikuwa wamepatana na Barcelona, Chelsea wakapiga Barcelona comfortably. Tuko na Arsenal tukicheza na Atletico Madrid, tumewapiga comfortably. Yeah, Liverpool pia walikuwa na game na Madrid wakawapiga. Na feel ni kama teams za IPL ziko in a better shape ku make further progress, ikuje ni semi ama ni final. Well, hatujashinda Champions League as Arsenal fan. Bado tuna chase league after a very long time. But given chance, Ken, chakua moja, utaenda hapi? Nikipatiwa IPL na Champions League, definitely I'd go for Champions League. Tumalize tu hiyo banda ya Champions League. EPL unajua sasa itakuwa tunaambiwa banda, lakini tunaweza kuwa tunawaambia tushaishinda, hata tushaikuwa invincibles. But unajua ligi pia kushinda, kama kuna kitu ngumu kushinda ni ligi. Ni ligi, lakini given the two niambiwe you have to go for one, I'd go for Champions League. Hiyo banda imekuwa for long. At least EPL unaweza jiconsole tuseme tushai win. Hata Liverpool unajua wameenda 30 years plus na wakuja na wakawin. Tumeona teams zikienda hata bila hata more than hata like Tottenham before wabebe Europa wamekaa for the longest. So unaweza sema time tu tuko I'd go for Champions League to cut the story short. Edgar, Liverpool wanaona top 4, zikapo top 4. Yes. Race ni si rahisi. Yeah, si rahisi. Wako na chance ya kuingia Champions League na through Champions League. Though maybe bado tunaweza, depending on how Champions League English teams will perform this season, wanaweza weka bado 5 teams. Yeah. But do you think wataona that is the easiest way out kuingia Champions League? For Liverpool. For Liverpool. Liverpool right now they are in trouble. They have a big problem, especially with the signings that they made. Of course, nobody's expecting them to struggle to play Champions League next season, but depending with how the games have turned up in the Premier League, then it looks that they will struggle. So for me, I think unless they get a momentum somewhere and win some coming games forward, I don't think if they will play Champions League, and I feel very sorry for them. With the signing they made? Yes, they are the highest spenders in whole of Europe the last season. But if you look at the squad now, there is no balance there. Salah is regressing. He's not performing the way he used to perform at the moment. The only person there who is performing is Kitike, you can say that. Midfield, they are not stable. Defense also, Konate is not that stable also. And some blunders here and there. So I think itakuwa ngumu sana for Liverpool to play Champions League next season. Man City waliopiga 2-1. Yes. Man City wako na game kesho against Fulham. Yes. Nyinyi kama United opposition against Arsenal, what do you think? Unaona hiyo pressure City wataendelea kushikilia na hiyo pressure ama it will follow? They have done it before. Yes. Yeah. I like your answer. They have done it before. So they have done it before. Yes. So this will not be the first time. I think with the coach that they have,